Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Asante kwa Mwenyezi Mungu kwa asubuhi ya leo. Bwana ametuandalia ili tupate ujumbe ambaye Bwana amenituma naye. Mwenye ananena na wewe kama kawaida ni Askofu Francis Opel la kanisa la Africa Revival Center of East Africa. Tunapatikana hapa Kayole Kioi. Hapo kifika utanipata. Bwana amenituma, Mungu amenituma, Jehova amenituma kwako na ujumbe njema. Kwa hivyo wacha tushukuru Lolwe TV kwa kutupatia nafasi ili unaweza alika jirani kwa hii dakika ili apate lugha ambaye jirani anaweza sikia, awe Kikuyu, Mluya, Mkisii na kila kabila, ili tupate ujumbe pamoja, ujumbe ya kujenga moyoni mwako. Bwana amenituma kwa sababu Jehova anaona jinsi na mahali unaipitia na jinsi umelemewa. Leo tutapata masomo yetu kwa jama moja katika Biblia inaitwa Yeremia. Yeremia alikuwa amejua Mungu sana. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa mtu wa maana katika meza la Bwana. Lakini kuna wakati alilemewa na shida. Alilemewa na mambo. Kuna maneno ilimkujia kwa nyumba, kwa boma, kwa maisha. Alilia mpaka akauliza Jehova, mbona alizaliwa? Labda umepitia hiyo hali. Labda unapitia hiyo mahali sahihi. Labda uko katika hiyo kiatu ya Yeremia. Mpaka unajiuliza we mwenyewe, mbona uko hai? Yeremia alijiuliza, mbona ako hai? Mbona? Labda unapitia hiyo kiatu ya Yeremia. Mpaka unaona kama hakuna majibu, hakuna Mungu ya kukuona. Siku moja Yeremia alijihesabu kama mtu ambaye akona bahati mbaya. Hata ingekuwa azaliwe, mama yake angemzaa, kwa sababu alipitia hali magumu kimaisha. Boma yake ikuwa na amani. Hakuwa na amani juu ya maisha yake. Alikosa amani katika moyoni mwake. Labda ni wewe. Na Bwana amenituma asubuhi ya leo ya kwamba unaipitia hiyo hali. Roho ya Bwana inanena nami. Umejihesabu kama mtu ambaye ako na bahati mbaya. Mtu akiwa na bahati mbaya, maisha yake inakuwa mbaya. Mambo zake zote inakuwa mbaya. Vitu zake zote inakuwa mbaya. Bahati mbaya inaletwa na nguvu za giza za kisaitani. Na kweli saitani hataki watu wainuke. Saitani hapati watu apate matunda kutoka kwa Jehova. Sahi unajihesabu kama mtu ambaye hayana bahati mzuri. Uko na bahati mbaya. Ukijihesabu, wenye ulisoma nao, wengine wanaendesha magari, wengine wako kazini, wengine na wafanya biashara wakubwa. Wenye ulisoma nao, wenye ulikuwa na college, wenye ulikuwa na university, wenye ulikuwa na primary school, wengine ni matajiri,
tangu utoke shuleni, tangu utoke college, tangu utoke university, hata kibarua, hata kazi, unajihesabu uko na bahati mbaya. Bwana amenituma ninene na wewe. Mungu tu ndiye yuko na uwezo na mamlaka ya kuondoa madhabahu ya bahati mbaya juu ya maisha ya kibinadamu. Sijui kama nitakupeleka kwa mbio, lakini nitakupeleka pole pole ili tuelewane katika ujumbe ya leo. Katika kitabu cha Yeremia 15 kuanzia 10. Hapo ndio tutapata ujumbe letu la leo. Mwenye ako na bahati mbaya, mtoto ambaye ako na bahati mbaya, kijana ambaye ako na bahati mbaya, mzee ambaye ako na bahati mbaya, mama ambaye ako na bahati mbaya, msichana ambaye ako na bahati mbaya. Wacha nukuone kama Yeremia, mwenye alilia machozi katoka, mwenye alikuwa ametembea na uchungu ndani ya moyoni mwake, mwenye aliona kama maisha yake ni kama imeisha, mwenye aliona kama kweli Mungu hataki kumjibu, mwenye marafiki walikimbia wakamwacha, mwenye aliona madharau katika kijiji. Yeremia alipitia hali magumu, kwa sababu mtu akiwa na bahati mbaya, hata marafiki wanakukimbia, kwa sababu waoni chochote mazuri ndani ya maisha yako, waoni mazuri ndani ya boma yako, yani mazuri aonekani mahali popote unakaa. Yeremia alipitia hali magumu ya kimaisha, mpaka siku moja alijiuliza mbona alizaliwa. Labda unapitia hiyo kitu. Umesaa tafuta kazi, umetafuta biashara, lakini hujapata jibu mpaka dakika hii naongea. Umetafuta ndoa, umetafuta mtoto, kuna jambo umetafuta ndani ya maisha yako. Labda umetafuta uponyaji, mpaka umeona kama umefika mwisho, yani umefika katika ukuta, hakuna mahali unaweza enda mbele. Wacha nikueleze asubuhi ya leo, wewe ndio Yeremia ambaye Bwana amenituma asubuhi ya leo, nami nikuje ninene na wewe ya kwamba Mungu yuko na mpango njema, yani Jehova ako na mpango mzuri juu ya maisha yako. Atakuinua mahali unaona umefika mwisho, atakuinua mahali umeona uwezi enda mbele, atafungua barabara. Mungu yuko na mpango njema. Wacha tupate masomo kidogo, tuone kama Jehova atakuona leo. Nione kama Jehova atashuka na jibu lako. Najua mama, mahali unaipitia, labda unapitia vita katika nyumba yako ya kindoa, labda unapita katika vita za madeni, labda uko na vita katika boma mahali uliolewa, labda uko na vita katika mahali ulizaliwa, labda uko na vita na watu ambao unafanya na biashara. Vita inaweza kushika hata mahali unafanya kazi, mpaka ujiulize mbona watu wanakudharau, mbona watu wakutaki, mbona watu wakutaki mazuri, mbona watu wataki kukaa na wewe, mbona watu wataki mpige story pamoja. Yani unakataliwa mpaka watu kutoka nchi tofauti, watu kutoka kabila tofauti. Wacha nikueleze leo asubuhi, Bwana amenituma ako na ujumbe lako. Yani Bwana atakuguza. Jehova atalete mabadiliko juu ya maisha yako.
Ajalishi hii vita, hii kazi, hii biashara, hii shida, hii ugonjwa, umeipitia kwa muda gani? Mkono wa Bwana, ambaye kitabu cha Isaya inasema sio mfupi, itakuguza, itakushika mahali unaniona. Bwana amenituma leo na ujumbe kali. Ameona jinsi watu wengi wanalia. Ameona jinsi watu wengi hawana amani. Ameona jinsi watu wengi wanateseka. Ameona jinsi watu wengi wanajisikia kujinyonga juu ya shida ambaye Shetani imepanda ndani ya moyo wao. Bwana hawezi kunituma na hii ujumbe kama hajatengeneza jinsi ya kukutengeneza maisha yako. Bwana hawezi kunituma na hii ujumbe kama hana mpango njema juu ya watoto wako. Jehova hawezi kunituma hapa kwa TV na hii ujumbe kama Bwana hana mpango njema juu ya boma yako. Wacha nikueleze asubuhi ya leo, ukiamini kwa jina la Bwana, kuna mabadiliko ambaye Bwana atawacha. Kuna mabadiliko juu ya watoto na ndoa na Bwana. Kuna mabadiliko katika biashara na kazi. Kuna amani itapatikana katika mwili wako. Yani kuna uponyaji ambaye Bwana anapanga. Mpendwa, wacha nisome neno moja, kwa sababu Bwana amenituma na hiyo jumbe ndio nimelete kwa mwenye anajihesabu ako na bahati mbaya. Wacha leo nitanena kwa mwenye bahati yake ni mbaya. Hakuna chochote anayo. Mahali popote akienda anafukuzwa. Mahali popote akiingia atakikani. Mahali popote akitembea watu wampendi. Bwana ako na jibu lako leo. Bwana ameona jinsi unatezeka. Wacha tupate masomo kidogo katika Yeremia 15. Fungua kitabu chako ili tuende pamoja. Kuanzia 10. Ole wangu, mama yangu, kwa kuwa umenizaa mtu wa kuteta na mtu wa kushindana na dunia yote. Mimi sijakopesha kwa riba, wala watu wajanikopesha kwa riba, lakini kila mmoja wao wanilani. Amen. Sikiza. Hauna deni ya mtu. Hujakopesha deni ya mtu. Na mbona watu wanakulani? Watu wakupendi. Watu wakutaki. Hata dada. Toka nitoke. Yani dada yako kabisa, mama moja baba moja, hakutaki sasa hivi. Hata ndugu, toka nitoke. Achukui simu yako. Sikiza. Na una hata deni yao. Hakuna mahali mmegombana. Hakuna mahali mmefurutana. Lakini alistukia tu hakutaki. Ukuzaliwa na bahati mbaya, lakini Shetani ilipanda hiyo mbegu ndani yako. Mpendwa wa Bwana anaenda kukuosha. Leo hii Bwana amenileta hiyo ujumbe. Kuna wengine wanateswa kwa ajili ya kisaitani. Hebu kumbuka, siku moja asubuhi Danieli amepangiwa njama na maadui binadamu ya kwamba tunaona huyu jamaa atakuwa mfalme, ni mtu mwerefu, ni mtu anaweza songa mbele. Wacha tumalize. Wakamjaribu. Alijaribiwa kuwekwa ndani ya shimo,
ili simba imalize. Sikiza, umesimama kwa Mungu yako kwa muda mrefu. Bwana ako na mpango njema. Leo hii utakuwa mshindi na utaanza kuonekana, utang'ara, watu watakupenda. Danieli alishinda kwa sababu wale wamesimama kwa neno, wale wanasimama na Jehova, wale wanasimama na Mungu, wajawahi kushindwa hata siku moja. Wanaweza jaribiwa lakini waweze shindwa. Hawa maadui ni wengi, wamepanda bahati mbaya kwa watu wengi wa kuangaisha maisha ya wengine. Hata hiyo maisha yako walipanga. Asubuhi njema kama siku ya leo, walipanga jinsi wataangaisha Shadraki, Meshaki, Abednego. Kasema watu, tumeona nyota yao, ni vijana waerefu, wataangaisha nchi. Hii kijiji wanaweza lete mabadiliko, na hii kijiji imekuwa yetu kwa muda mrefu. Na wanajifanya wanaomba Mungu, wacha tuwamalize. Mpendwa, sijui kama unanielewa. Hawa wajamaa walijaribiwa na moto. Yani roho ya kukataliwa. Walikataliwa kwa kijiji. Wakasema wacha tumalize hawa. Walilia kwa jina la Jehova. Shadraka akauliza, Meshaki, tumekuwa na bahati mbaya. Leo Mungu akotuacha, tutakufa. Wakauliza Abednego, Bwana, tumekuwa na bahati mbaya. Sikiza, umeeleza marafiki wako wengi jinsi bahati yako imekuwa mbaya. Hata watu wakichukuliwa kazini uchukuliwi. Hata watu wakipata promotion yako haikingii. Yani watu wanainuliwa, wanaongezwa msara, yako haikuji. Hata ukianza biashara inaanguka. Hata ukibadilisha town hakuna tofauti. Hata ukibadilisha biashara hakuna tofauti. Wacha nikueleze, bahati mbaya inatolewa na Jehova. Na huyo Jehova ndiyo yuko hapa leo. Anaogopa goti. Jehova anaogopa machozi. Jehova anaogopa kelele. Jehova anaogopa mwenye anaongea na yeye. Anashuka majibu haraka. Hata wewe leo kuna majibu inakuja. Huyu alisema, kila mtu ananilani, kila mtu. Unaweza katuliwa na baba mzazi, mama mzazi, ndugu toka nitoke, jirani. Yani mpaka unashindwa utaelekea wapi ambayo usaidizi zako itakuja. Hata ukiingia kanisani unakataliwa kwa kanisa na kila mtu. Wakuoni kama binadamu. Unajiuliza, Mungu, nilikosea wapi? Mungu, nilifanya nini? Wacha nikueleze. Bwana ambaye ameniweka hapa asubuhi ya leo, ako na mpango njema juu ya maisha yako. Yani Bwana ako na mzigo yako hapa. Mpango ya watoto, mpango ya bibi yako, mpango ya mjengo, mpango ya biashara zako, hata ya kazi. Mpango zote ziko hapa. Hata kama ni promotion, hata kama ni ndoa dada, hata kama ni mtoto unataka, Jehova amebeba mpaka uponyaji. Maadui ndio wamelete maisha yako imekuwa hivyo. Maadui waliangaisha Yeremia mpaka siku moja akaona kama hakuna jibu. Akajiuliza, mbona mama yake alimzaa? Mbona alizaliwa? Labda umeuliza hiyo jambo.
Ndio nasema labda umepitia kiatu cha Yeremia, mwenye alijiuliza mbona alizaliwa. Bwana amenituma, Bwana ameona machozi yako, Bwana anaona hali maisha yako inapitia, Bwana anaona jinsi umesumbuliwa. Meshak na Abednego, walijiuliza, tumekuwa na bahati mbaya. Wameona kweli bahati yao sio mzuri, wanaenda kukufa. Lakini jinsi walisimama na Mungu wao, moto ikufanya jambo. Ukisimama na Mungu asubuhi ya leo, moto itafanya kazi juu ya maisha yako. Hata kama umedharauliwa, hata kama uliwekewa mtego aina gani, hata kama umejaribiwa na mbinu gani, Bwana atasimama na maisha yako. Sema amen. Nasikia roho ya Bwana inanieleza ya kwamba Bwana leo anafungua njia yako kitabu mpya. Yaani kitabu cha maisha mazuri. Bwana anafungua mpango mpya juu ya maisha yako. Umejihesabu mpaka unajidharau we mwenyewe. Yaani hata saa hii tangu shule ifunguliwe, watoto wajarudi shule, mpaka tuanze uchaguzi, mpaka saa hii mwezi inaelekea 3, hata pesa ya kulipa rent hauna. Yaani mpango zako zote Shetani imefunika, mpaka imekuweka katika nchi ya umaskini. Wacha nikwambie, kuna tajiri moja, Jehova Jireh, yuko hapa leo. Umejihesabu kama mtu maisha yake yamekuwa mbaya, umejihesabu kama mtu bahati yake imekuwa mbaya. Bwana anakuona. Bwana anaona jinsi na maisha ambayo unaipitia. Bwana anaona hiyo ugonjwa ambayo imekusumbua kwa muda mrefu. Bwana anaona hiyo ndoa ambayo umehangaika naye. Bwana anaona jinsi umetafuta kazi. Jehova anaona jinsi umejaribu biashara mingi. Bwana anaona matauni zote ambayo umetembea. Bwana anaona zile vita ambayo iko nyuma yako. Macho ya Jehova sio kama macho ya huyu apostle ama huyu bishop ananena nawe. Macho ya Jehova inajua kila kitu. Jehova anakuona sasa hivi. Nataka usimame imara leo, ili bahati mbaya ing'olewe. Hiyo haing'olewi na bishop, haing'olewi na reverend, haing'olewi na pastor. Inang'olewa na Jehova. Anaitamani mwenye ataamini, mwenye anamtafuta kwa uso, mwenye atamwangalia macho yake. Jehova asubuhi ya leo iko hapa. Yeye ndiye ataosha bahati yote ambayo umetembea naye, ambaye kila mtu akutaki, ambaye mahali popote unaingia watu wote wanakufukuza. Jehova amekuwa na mpango njema. Wacha ninene nawe dada yangu, wacha ninene na wewe. Wewe ndio naona kama hii jambo inakuguza. Wewe ndio naona umepitia hii kiatu. Wewe ndio naona umetezeka kwa muda. Wacha ninene nawe ndugu. Wewe ndio umetembea na file kwa muda mrefu. Wewe ndio umefanya application kwa mahali pengi. Wewe ndio umeona kama bahati ni mbaya. Wewe ndio umejaribu kila jambo. Wewe ndio umejaribu kila kazi, lakini hujafanikiwa. Wacha nikwambie leo, bahati mbaya inatolewa na Jehova. Jehova amesikia ombi lako, ndio sababu amenituma hapa ya kwamba ataregesha nyota yako. Yaani ataregesha bahati yako. Hautalia tena jinsi umelia imetosha, kwa sababu Bwana anakuona. Watu wengi wametezeka. Watu wengi wamehangaika. Watu wengi wameona kama kuna jibu kwa Mungu. Watu wengi wanaona kama Jehova hataki kuwasaidia. Watu wengi wamekimbia uso ya Jehova. Yaani waliingia kanisani lakini walitoroka. Walisema kama Mungu hawezi kuwajibu, wawezi endelea na kanisa. Wacha nikueleze leo, Bwana ako na mpango njema. Bwana ako na mpango njema juu ya maisha yako. Juu ya hii ndoa, Bwana ako na mpango njema. Asubuhi ya leo,
Bwana anaenda kufanya maajabu. Asubuhi ya leo Bwana anaenda kuleta jibu lako. Asubuhi ya leo Bwana anaenda kufungua mlango. Asubuhi ya leo Bwana anaenda kufungua mlango. Asubuhi ya leo manyororo zote inaenda kufunguliwa, kwa sababu bahati yako ilichukuliwa na Shetani akalete majaribio. Ukienda mahali uwezi fanikiwa, ukianza kazi iwezi faulu, ukipata ndoa inavunjika, ukishika mimba inatoka, igonjwa kiingia kwako haitoki. Bwana akona mpango yako leo. Tunaenda kuomba na wewe. Wacha nisome kitabu moja ili tuombe. Hapo Yeremia 15, ingia tu 15 ili tuombe pamoja. Bwana, unajua wewe, unanikumbuke, unijalie, ukanilipie kisasi juu hao wananiudhi. Amen. Bwana anaenda kupambana na maadui. Bwana anaenda kulipa kisasi. Atarudisha maovu kwa waovu, na maisha yako itakuwa njema. Hiyo kazi Bwana ndiye anaenda kutenda. Yeremia alilia, anasema yeye hana ubaya na mtu. Hiyo ndio ilikuwa ombi lake. Hana vita na mtu yoyote. Leo una vita na mtu. Wacha nikueleze sahihi. Bwana anaenda kutenda majubu. Bwana anaenda kuponya maisha yako. Bwana anaenda kupeana kazi. Bwana anaenda kubariki bibi yako. Bwana anaenda kubariki bwana yako. Bwana anaenda lete pesa watoto waende shuleni. Bwana anaenda kufungua biashara. Yani Mungu anaenda kulete promotion. Umetezeka sana, lakini Bwana alikuwa na mpango njema. Mpendwa mahali umesimama, mpendwa mahali umekaa, mpendwa mahali unanisikiza, Jehova akona mpango. Mpango ya Jehova ni sasa hivi. Saa hii ukiamini kuna mabadiliko itakuja. Saa hii ukiamini kuna mabadiliko inaonekana. Saa hii ukiamini nguvu ya Bwana inashuka. Ukiamini saa hii Bwana anaenda kukutendea. Wacha niombe, na mwenye atapiga goti chini, mwenye ataamini kwa jambo aseme hapana, mimi ndio sina bahati mzuri, mimi ndio nimehangaika, mimi ndio nimetezeka, mimi ndio ugonjwa imenilemea, mimi ndio sina kazi, mimi ndio natafuta promotion, miaka nyingi sijapromotiwa, yani sijainuliwa juu, mimi ndio nikipata pesa simami kwa mkono. Wacha huyo ndio naenda kuomba naye sahi. Mimi ndio niko na watoto ambayo wawezi pata grade 1, watoto wangu wote wanaanguka. Wacha simamisha watoto mbele yako. Ni asubuhi wanataka kwenda shuleni. Bwana anaenda kutenda makubwa hata juu ya watoto. Sahi Jehova kuna mpango juu ya maisha ya nyumba yako, juu ya maisha ya boma yako, juu ya maisha ya watoto wako. Wacha nikwambia kwamba hii madhabahu ya shida, hii madhabahu yote ambayo umewekewa, Bwana tu ndiye kuna uwezo za kuvunja na kuharibu na kuweka mafuta yake ili maisha yako inuke. Bwana anaenda kutenda makubwa. Bwana anaenda kutenda makubwa. Mpendwa, Bwana anaenda kutenda makubwa juu ya maisha yako sasa. Hebu tafuta mahali uko. Tafuta mahali unaweza kaa. Tafuta mahali unaweza piga magoti. Tafuta mahali unaweza simama. Tafuta mahali unaweza shika TV. Tafuta mahali unaweza simama. Hata kama utaketi na goti, hata kama utaketi na matako, hata jinsi utakaa ili Bwana kuone. Tafuta mahali Bwana anataka kuona. Naenda kuachilia upako, yani mafuta ya Yesu Kristo, ili maisha yako hiyo maisha yako irudi vile Jehova alipanga. Jehova alikupangia mbema, Jehova alikupangia mazuri, Jehova alikupangia mazuri juu ya maisha yako. Kuna jambo inaenda kutendeka, kuna maisha yako inabadilika, kuna mambo Jehova anatenda juu ya maisha yako. Wacha tuamini. Hata wacha tuamini sasa kwa imani kuna majabu ambayo Bwana anatenda juu ya maisha yako. Bwana wa rehema, daktari, nimekutambua kama Yesu wa mbinguni. Nimechukua huyo mpendo nimeweka katika mkononi mwako. Ametezeka, amelia. Watu wamemcheka kwa kijiji. Watu wananena juu ya maisha yake. Na wachilia mafuta,
upako juu ya maisha yake. Vunja madhabahu, ondoa juu ya maisha yake, ondoa juu ya boma yake, ondoa juu ya watoto wake, ondoa juu ya ndoa yake. Yesu, tenda makubwa juu ya maisha yake. Apokee muujiza katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. 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 Mpendo wa Bwana ametenda maajabu juu ya maisha yako. Maisha yako sio jinsi uliamuka. Maisha yako imebadilika. Uko na maisha mpya. Sio maisha ambayo umelia, sio maisha ambayo umetezeka, sio maisha ambayo watu walikuwa wananena juu yako. Maisha yako kuanzia leo, sahi, uko na maisha mpya. Unaweza kunitembelea kwa hii namba 0720 86 39 11, 0720 86 39 11. Kwa jina Askofu Francis Oduor Opel. Napatikana Kayole. Kanisa iko Kayole. Nimekukaribisha Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 8 kamili. Bwana atanena na wewe, Bwana atatenda maajabu. Nimekukaribisha. Wacha tupatane siku kama hii kila siku. Bwana akubariki na Bwana akubariki. Uwe na siku mwema na Bwana akuinue. Amen. 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 Asante. Eternal Father, I offer